kuutamkia mwezi wa sita mema. Tunatamani kuutamkia mwezi wa sita mema. Kwa hiyo tutakuwa na hiyo agenda ya kuutamkia mema mwezi wa sita. Na ukweli ni kwamba hakuna mwezi mpya pasipo mtu mpya ndani ya mwezi mpya. Kwa hiyo kama tunataka kuona mwezi mpya, tunatamani kuona mambo mapya ndani ya mwezi wa sita, lazima tuumbe huo mwezi wa sita kwanza, alafu ndipo tuone yale tuliyoyaumba. Na ukisoma kwenye Zaburi ya 65, Zaburi ya 65 mstari wa 11, Zaburi ya 65 mstari wa 11, Zaburi ya 65 mstari wa 11, Biblia inaandika maneno haya: umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Ili neno umeuvika mwaka taji ya wema wako linatuonyesha kwamba tunaweza tukauvika mwezi taji ya wema. Maanake tunaweza tukawaambia mwezi wa sita ubebe mema, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho mwezi wa sita ni sawa na cheki ambayo ni mpya, haijasainiwa. Kwa hiyo tunapousemesha, tunavoubariki, tunavoutamkia mema, mema yanatangulia mbele ya mwezi wa sita. Na kwa sababu mema yakishakuwa ndani ya huo mwezi, tuwe na uhakika tutakutana na mambo mema. Na ndio maana ukisoma ndani ya Biblia ile Zaburi ya 23, ukisoma Zaburi ya 23 utaona Daudi anatamka. Zaburi ya 23 ukisoma ule mstari wa 6 pale, Daudi anatamka, hakika wema na fadhili zitanifuata. Alafu anasema, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ili neno hakika wema na fadhili zitanifuata, Daudi anatamka wema kwenye maisha yake, anatamka fadhili kwenye maisha yake. Kwa na sisi tunaweza tukautamkia mwezi wa sita mema, tunaweza tukautamkia mwezi wa sita fadhili za Bwana. Na tukishatamka, vinywa vyetu vinaumba, kwa sababu moja ya uwezo Mungu ameweka kwenye vinywa vyetu ni uwezo wa kuumba. Kwa nini? Tumeumba kwa mfano na kwa sura ya Mungu, na moja ya kitu ambacho tunafanana na Mungu ni uwezo wa kuumba kwa njia ya maneno. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza yote, unaona Mungu anafanya uumbaji kwa njia ya kusema. Akasema ikawa, akasema ikawa. Kwa ile ilikuwa ni uumbaji kwenye ulimwengu wa roho, na kila alichokuwa nakisema kwa maneno, anatamka neno likawa, anatamka neno likawa. Na sisi tumepewa huo uwezo. Tunaweza tukautamkia mwezi wa sita mema, tunaweza tukautamkia mwezi wa sita fadhili za Bwana. Na wakati nasoma kwenye Biblia, moja ya kitu ambacho kiko ndani ya mwezi wa sita, nilishangaa sana. Mwezi wa sita umebeba habari njema, ni moja ya kitu kiko ndani ya mwezi wa sita. Na hii tunaipata kwenye Injili ya Luka. Ukisoma Injili ya Luka sura ile ya kwanza, Injili ya Luka sura ile ya kwanza mstari kuanzia ule wa 26. Injili ya Luka sura ya kwanza mstari kuanzia ule wa 26. Biblia inaandika maneno haya. Injili ya Luka 1:26. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Biblia inazungumza habari ya mwezi wa sita, malaika kumwendea Mariamu. Sasa hatutamani kikubwa cha kushika ni namba sita. Shika hiyo namba sita, mwezi wa sita. Sasa mwezi wa sita upi? Hapa ilikuwa ni mwezi wa sita wa ujauzito wa Elizabeth. Manake toka Elizabeth alivyokuwa amepata ujauzito ilikuwa ni mwezi wa sita. Lakini cha kushika ni namba sita. Angalia anavyofika, anachomwambia, salamu uliyepewa neema. Manake kwa namna nyingine kuna habari njema ambayo malaika alikuwa ameibeba maalum kwa ajili ya Mariamu, na anaipeleka
kwenye mwezi wa sita, namba sita. Maanake moja ya kitu kimebebwa kwenye namba sita ni habari njema, na sio tu habari njema, ni habari njema ambayo ilikuwa inaenda kubadilisha kabisa maisha ya Mariamu. Na ndio maana salamu yenyewe anapofika, malaika anamsalimia Mariamu, anashtuka, anauliza salamu hii ni ya namna gani? Lakini moja ya kitu ukisoma hii habari utagundua si tu kwamba alipelekewa habari njema, lakini pia aliunganishwa na mtu wa hatima yake, kwa sababu hatima ya Mariamu ilikuwa inamhitaji Elizabeth. Na wakati malaika anapeleka hii habari njema, moja ya kitu kilikuwa kimebebwa kwenye ule mchakato ilikuwa ni yeye kuunganishwa na msaidizi wa hatima yake ambaye alikuwa ni Elizabeth. Manake tunavyoenda kuomba kwa ajili ya mwezi wa sita, moja ya kitu tumuombe Mungu, tuombe mwezi wa sita ukabebe habari njema kwenye maisha yetu, ukabebe habari njema kwenye familia, ukabebe habari njema kwenye kanisa, ukabebe habari njema kwa mtu mmoja mmoja. Lakini pia mwezi wa sita tukaunganishwe na wale watu wasaidizi wa hatima zetu, iwe ni kwenye eneo la huduma, iwe ni kwenye eneo la biashara, iwe ni kwenye eneo la kazi, wale watu ambao tunamwomba Mungu akatupatie ndani ya mwezi wa sita, lakini mema yakatufuate. Inawezekana kuna vitu tumepitia kwenye mwezi wa tano vya kuchosha ambavyo vimefanya mioyo yetu kainama. Tumwombe Mungu ndani ya mwezi wa sita Mungu akafanya jambo jipya, tukaone furaha, tukaone neema ya Mungu kwa kiwango kingine ambacho ni cha tofauti. Naomba usimame, tutaenda mbele za Mungu kuomba. Na wakati tunaenda kuomba mbele za Mungu, pale mwisho tutaombea pia agenda ya ujenzi wa kanisa. Lakini hapa mwanzoni natamani tuombe. Tutaanza na shukrani. Tumshukuru Mungu kwamba ametupa mwezi wa tano, leo ikiwa ni tarehe 29. Tumebakiza siku 2 tu kumaliza huu mwezi. Hata kama kuna vitu vimetokea ndani ya huu mwezi ambavyo hatujafurahishwa navyo sana, lakini ile kwamba Mungu ametupa neema ya mwezi wa tano, tumwambie Mungu asante. Ametutetea, ametupigania kwa namna ambayo ni ya tofauti. Hakulala wala hakusinzia kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya ndugu zetu. Tumwambie Mungu asante. Alafu baada ya hapo tutaingia kwenye maombi ya kuombea mwezi wa sita. Natamani tuimbe huu wimbo wa kumshukuru Mungu, ni wimbo wa shukrani, alafu tutaingia kwenye maombi. Twasema asante kwa Mungu wetu, twasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Twasema asante, sema asante kwa Mungu wetu, twasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu. Mungu uliye hai, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya fadhili zako, asante kwa ajili ya neema. Umetusaidia kwenye mwezi wa tano, kwenye mwezi wa tano, kuanzia tarehe 1 mwezi wa tano mpaka leo ni tarehe 29. Ndani ya siku 29 zote tumeona mkono wako wenye nguvu ukiwa pamoja nasi. Tumeona Mungu ikitulinda, tumeona Mungu ukitusaidia. Bwana, tumekuja mbele zako, tumekuja mbele zako kwenye lango hili la mchana, kwenye lango hili la mchana kukushukuru. Tunakushukuru kwamba wewe Mungu umetunza maisha yetu, kwamba umetunza maisha ya watoto wetu, umetunza maisha ya ndugu zetu wa mbali na wa karibu. Yesu, tunakushukuru kwamba umetulisha, umetuvisha, umetunywesha. Bwana, wakati wote tulipokuja mbele zako tukakuita kwa ajili ya mahitaji, wewe Mungu ulitupa yale mahitaji tuliyoyaomba kutoka kwako. Ulitupa yale mahitaji tuliyoyaomba kutoka kwako. Yesu, mioyo yetu
nakushukuru wewe, mioyo yetu nakushukuru wewe. Sante kwa neema, sante kwa neema, sante kwa neema ambayo Bwana ilikuwa juu yetu kwenye mwezi wa 5. Kwenye mwezi wa 5 tulipita mahali na mahali kulikokuwa na hatari na kila hila za adui, lakini wewe Mungu ulitusaidia tukavuka salama. Ulitusaidia tukavuka salama hatari zile ambazo adui alizitega, mitego ile ambayo adui aliitega ili kutunasa. Kwa neema yako Mungu, kwa neema yako Mungu tumeshinda hiyo mitego. Kwa neema yako Mungu tumeshinda hiyo mitego. Adui hakutunasa, adui hakutunasa yale mashimo ambayo adui aliyachimba kwa ajili ya sisi kutumbukia. Wewe Mungu ulitupigania, adui hakutunasa yale mashimo, hatukutumbukia kwayo. Bwana, 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 watesi wetu walianguka mbele yetu, walianguka mbele yetu, si kwa uwezo wetu wa kupigana vita, lakini ni kwa sababu ya neema yako, ni kwa sababu ya ulinzi wako uliokuwa juu yetu, uliokuwa juu yetu. Yesu, tumesogea kwako, mioyo yetu na kushukuru wewe, mioyo yetu na kushukuru wewe. Sante kwa afya ambazo umetupa, sante kwa afya ambazo umetupa, sante kwa afya ambazo umetupa. Yesu, tunakushukuru kama kanisa lako la St. James, tunakushukuru kwa ibada zote, kwa ibada zote ambazo kwa neema yako umetupa kuzifanya ndani ya huu mwezi wa 5 kuanzia tarehe 1 mpaka leo tarehe 29. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada zile za asubuhi, tunakushukuru kwa ajili ya ibada za mchana, kwa ajili ya ibada za jioni. Tunakushukuru kwa ajili ya huduma ya idara moja moja, ya kikundi kimoja kimoja ndani ya kanisa hili, ndani ya kanisa hili. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya kila ulichotupa Bwana kufanya ndani ya huu mwezi wa 5 kama kanisa lako, kama kanisa lako. Mioyo yetu inakutukuza, mioyo yetu inakutukuza, mioyo yetu inakuadhimisha wewe, mioyo yetu inakuadhimisha wewe. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Tuseme nini zaidi ya kushukuru? Tuseme nini zaidi ya kushukuru? Tuseme nini Bwana? Tuseme nini Bwana? Ulitulinda tulipolala, ulitulinda tulipoamka, ulitulinda Bwana tulipotembea. Kila mahali Bwana tulipokuwa, tuliona ulinzi wa damu yako, tuliona ulinzi wa damu yako. Adui alitaka kutumeza, lakini asante Bwana, wewe Mungu ambaye hukuruhusu adui ameze uhai wetu, ameze uhai wetu. Adui aliandaa mauti Bwana kinyume chetu, lakini wewe Mungu ulitupigania, wewe Mungu ulitupigania. Haukuruhusu Bwana adui aone machozi yetu, haukuruhusu adui aone machozi yetu. Yesu, mioyo yetu na kutukuza, mioyo yetu na kushukuru wewe, mioyo yetu na kushukuru wewe. Sante kwa zawadi ya mwezi wa 5, kwa zawadi ya mwezi wa 5, kwa zawadi ya mwezi wa 5. Bwana, hata yale tuliyoyaomba, hata kama hatujaona kwa macho ya damu na nyama, lakini mioyo yetu na kutukuza, mioyo yetu na kutukuza, mioyo yetu na kutukuza. Hata yale tuliyoyaomba na hatujajibiwa vile tulivyoomba, hatujajibiwa vile tulivyotaka, bado Mungu tunakushukuru, bado Mungu tunakushukuru, maana wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Hata kama hujajibu vile tulivyotaka, bado wewe ni Mungu. Tunakushukuru, tunakushukuru, tunakushukuru. Sante kwa ajili ya kila familia ndani ya kanisa lako Bwana, kila familia waliopita mahali pagumu. Wengine walipita kwenye misiba, wengine walipita kwenye hali ya ugonjwa, lakini bado mkono wako mwema ulidhihirika, lakini bado faraja yako ilidhihirika. Hata sasa tunathubutu kusema kwa ujasiri kwamba wewe Yesu ndiye ambaye umetusaidia, ndiye ambaye umetusaidia kwenye huu mwezi wa 5, kwenye huu mwezi wa 5, kwenye huu mwezi wa 5. Yesu, tunakushukuru, tunakushukuru Yesu, tunakushukuru Yesu kwa yote ambayo umeyafanya, kwa yote ambayo umeyafanya, kwa yote ambayo umeyafanya. Mioyo yetu na kutukuza, mioyo yetu na kutukuza, mioyo yetu na kutukuza. Asante kwa ajili ya kazi ya ujenzi, asante kwa ajili ya kazi ya ujenzi mahali ilipofika, mahali ilipofika, si kwa nguvu zetu, lakini ni kwa uweza wako, ni kwa uweza wako. Asante kwa ajili ya michakato yote, kwa michakato yote kuanzia mwanzo wa mwezi huu wa 5 mpaka mahali ilipofika. Yesu, tunakushukuru, Yesu, tunakushukuru. Tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante. Pokea shukrani za mioyo yetu, pokea shukrani za mioyo yetu, pokea shukrani za mioyo yetu. Asante kwa huyo mama, asante kwa ajili ya huyo baba, asante kwa ajili ya hiyo familia. Bwana, 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 katikati ya shukurani ambazo wanazileta kwako, ambazo wanazileta kwako, katika yale mambo ambayo umewatendea, katika yale mambo ambayo umewatendea, Bwana, pokea hizo shukurani, pokea hizo shukurani, pokea hizo shukurani,
pokea hizo shukrani kutokea kwenye kiti chako cha enzi, kutokea kwenye kiti chako cha enzi. Bwana, tunakushukuru, tumerudi tena kwako, tumerudi tena kwako kwa shukrani, kwa shukrani, kwa shukrani, kwa shukrani. Tumeingia kwenye malango yako, kwenye malango yako haya ya mchana kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wa shukrani. Yapo mambo mengi uliyofanya, yako mambo mengi ambayo umefanya hatuwezi kuyaeleza, hatuwezi kuyaeleza, lakini Yesu, pokea shukrani za mioyo yetu, pokea shukrani za mioyo yetu, pokea shukrani za mioyo yetu. Asante Bwana kwa mwezi wa 6 ambao uko mbele yetu. Asante kwa ajili ya mwezi wa 6 ulioko mbele yetu, ulioko mbele yetu. Bwana, tunaupokea mwezi wa 6 kwa imani, tunaupokea mwezi wa 6 kwa imani, tunaupokea mwezi wa 6 kwa imani, mwezi ambao unakamilisha, ambao mwezi unaotuingiza kwenye nusu ya mwaka, mwezi unaotuingiza kwenye nusu ya mwaka 2026. Tunaupokea kwa shukrani, tunaupokea kwa shukrani, tunaupokea kwa shukrani. Tunaubariki, tunaubariki, tunauvika mwezi wa 6, tunauvika mwezi wa 6 taji ya mema, taji ya mema, taji ya wema, taji ya wema. Ewe mwezi wa 6, ewe mwezi wa 6, tunakuvika taji ya wema, tunakuvika taji ya wema. Tunakubariki, tunakubariki mwezi wa 6, tunakubariki, tunakubariki, tunabariki tarehe zako zote, tunabariki siku zako zote, kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 6, tarehe 2 ya mwezi wa 6, tarehe 3 ya mwezi wa 6. Tunaibariki, tunaibariki, tunaitakasa, tunaitakasa. Ewe mwezi wa 6, ewe mwezi wa 6, ukabebe habari njema, ukabebe habari njema, ukabebe habari njema kwa ajili ya kazi zetu, ukabebe habari njema kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, habari njema kwa ajili ya biashara zetu, tukazipate hizo habari njema.